Na furaha, unajua furaha ni kichwa ngumu. Si mnajua hivyo? Si nyinyi pia mnamjua? Kubembeleza yeye, kuongeleza yeye kutoka juzi, kutoka last week yote tukiongea na mpaka mama yake mpaka wasegege wao. Tukiongea maneno. Nimeshukuru na nimesema asante kwa furaha kunisikiza na madada yake na mama yake na kina Arina pia, grupu Arina pia walinisikiza iwe kama mediator. Mambo tumemaliza. Kwa majina naitwa Jacob Otieno. Mimi ndio chama na Nyamavila nyumba 10. Kuna maneno ilitokea huko kwetu kwa kijiji yangu kati ya wasichana Furaha na wasichana wengine na kina Arina na kina Queen. Sasa hapa tunaongea ni kwa police station. Hii maneno tumeanza kuongea siku 3, tumeongea siku 2. Pako siku tukiongea na hawa maneno yafaa watu waongee, wakae chini kama jamii moja, kama mandugu na masista. Na maombi yangu ilienda through wakati niliongea na Furaha pia. Nikaongea mpaka na mama yake. Walikubali watu wakae chini tuongee, tusikizane badala ya kesi ya kotini. Sikutaka maneno ya kotini. Chochote iende kotini. Because mimi ni mtu napenda amani. Tena kuomba naomba huko kwa Grace Tabernacle. Si vizuri mambo iko kwa mkono yangu, iwe mtu ameenda kotini tena mtu amefungwa, mtu anafanya nini. Siku nataka iende pande hiyo. Siku nataka tuongee na mambo ishe. Na kweli Mungu imesaidia, tumeongea kutoka jana. Juzi tumeongea, jana tumeongea usiku. Asubuhi tumeongea na Masimu na Furaha. Na tumeongea na kina Arina pia. Na walikubali kuomba msamaha. Mambo ilifanyika haikuwa maneno mzuri. Na tumesikizana. Tumeongea kama wana hapa kwa police station. Nikaomba polisi anipatie time niongee na watu yangu. Because vile waliingia wakanyang'anywa simu, walikuwa iwe kesi. Lakini through God, Mungu tunaomba imana imesaidia na mambo iko sawa. Na tumesikizana na watu wameomba msamaha wote. Na tumewasema wa delete hizo maneno, vitu ilikuwa imeandikwa iwe deleted. Nashukuru Mungu kabisa. Nashukuru kabisa kwa roho na kwa Furaha pia. Mungu kitu menga roho yake. Nikamwambia hao wote ni masista yako. Sitaki kusikia kesi tena, kotini, imekuwa, mtu amewekwa jela, mtu sikuwa nataka kusikia kitu kama hiyo. Na hiyo mfano kwa wengine. Watu wa kuomba msamaha. Kama kuna umeteleza kidogo, tafadhali omba mwenzako msamaha. Maneno ya polisi, kesi ya polisi ni ngumu. Ujui jaji atasema nini kotini, huwezi jua. Ujui mpaka uende kotini, unaweza fungwa ama unaweza wachwa ama unaweza fanywa nini. Na si vizuri. Sisi kama jamii moja tunataka kitu kitoke. Iwe mfano kwa wengine. Kama kuna jambo imetokea, watu wakae chini, hata ikiwezekana ita pastor moja ama mandugu yako, muongee. Mambo ishe pole pole kuliko maneno ya makesi. Kesi ni pesa, bond ni pesa, kila kitu ni pesa Kenya. Ukienda kotini ni pesa. Ni hayo tu. Napige mama Furaha asante sana kwa kunisikiza na wasegege wote. Nimejaribu kuongea na wengi sana. Hii kesi ilikuwa ngumu, haikuwa rahisi. Because mtu angewekwa ndani kutoka peke yake ni milioni 1. Bond, cash bail, 1 million mtu atoke nje afanye kesi akiwa nje. So kitu naweza kusema tu nimeshukuru na nimesema asante kwa Furaha kunisikiza na madada yake na mama yake na kina Arina pia, grupu Arina pia walinisikiza iwe kama mediator. Mambo tumemaliza vizuri. So nasema tu asante kabisa. Nimeshukuru hao wote. Grupu yote, grupu ya kina Arina nimeshukuru. Grupu ya kina Furaha nimeshukuru. Mama yake nimeongea na jana pia nimeshukuru. Mambo tumemaliza vizuri. Hakuna kitu mbaya imefanyika. Nimesana
Mimi kwa roho yangu nimefurahi kabisa. Kwa roho yangu ndani nimefurahi kabisa. Mambo yameisha vizuri. Sasa kila mtu anaenda kufanya shughuli yake. Kitu ilikuwa imeshika roho yetu kabisa kabla kukuja hapa. Unafikiri mtu anaenda kubaki huku, wengine wanaenda kubaki huku. Ilikuwa kesi ngumu. Juu kesi ya cyber crime si kesi rahisi. Inakuwa kesi ngumu. Mwenye ajui si kesi rahisi. Hii kesi ni ngumu. Hii kesi ya cyber crime ni ngumu, my dear, my friend. Si kesi unaweza iliwekwa kidole na rais. Kutoka bond peke yake ni 1,000,000. Ufanye kesi, na kuna kesi kitu kingine ni 1 million. Hakuna kuongea. Bond yake ni 1 million. So wacha nifikishe na hapo. Kwa wengine sasa kitu kitokea, tafadhali naomba tu, na hiyo bado nitarudia mara kama 10. Jambo kitokea kwa jamii, ikisidi jamii yako, ikisidi chairman, usidharau Mkenya, usidharau Mkongo, usidharau mimi. Walikuwa hawaone macho na macho, Irene na Furaha walikuwa hawaone macho na macho. Lakini ilibidi niongee na Furaha kwanza, niongee na Aline, kando ndio nimeleta karibu. Nikasema kabla tuongee kwa polisi tuongee kando kwanza na mambo tumalize hivyo. Na imeisha vizuri. Nimeshukuru wote, Wanyamulenge wote. Sisi tuko pamoja. Bado tutafanya kazi na nyinyi. Kuna wale walikuja, kuna wale walikuja, kuna wale hawajakuja. Tunaomba tafadhali, kama huko kuja kwa polisi, tafadhali hizi pictures utoe yote, mudelete yote. Mudelete kila kitu. Group akina Baba Legend, Mr. Kipisi. Tafadhali, hii kesi haikuwa rahisi. Mimi najua, mimi nafanya na sheria najua. Tafadhali mudelete kila kitu. Tunataka amani tu. Tukae na amani kwa kijiji yetu, tukae na amani bila maneno yote. Amani tu tunaomba. Mimi sipendi mtu kushikwa ama kufanya nini. Hata kitambo nikikamata mtu, kitambo nipeleke kwa polisi, tunaongea naye kabla tuone kama tunaweza sikizana ama bado. Tafadhali, kama unajua kuja kwa polisi watu 8 wale na wanajijua, tafadhali mtoe hiyo maneno. Tumeongea hivyo, kila mtu adelete hizo mapicha nini kila kitu. Sasa ukikataa, sisi hatuna uwezo wengine. Hatuna uwezo wengine kabisa. Tafadhali mudelete tu, roho safi tu. Tuendelee na maisha. Because sasa askari amesema kama mwenye hajadelete atashikwa na ataenda jela. Kesi cyber crime najua ni gani, ni mbaya. Kesi sio mzuri, kesi mbaya kabisa. So mudelete tafadhali. Kwa mara nyingine nimechukua nafasi hii nielimisha jamii na wale tunakaa nao Nyamavila hapa. Sisi hatutaki maneno mingi. Leo hii tarehe 12 mwezi wa pili 2026, kama si mimi Otieno, hii kesi ya Furaha ingekuwa tunaongea maneno ya kotini ya kesho, ama tungekuwa tunaongea maneno ya 1,000,000 ama maneno ya kotini kesho. Ilikuwa kubwa. Kesi ya cyber crime ni kubwa zaidi, si mzuri. Lakini ajabu ya kwamba sasa maana tumemaliza, machama nilikuwa nao wakaniwaja police station, tukamalizana vizuri, wakaenda na Furaha pia akaenda kwake. Hata kuna mtu amekuja kwangu niambie, chairman, umejaribu, umefanya kazi mzuri. Hata hujui mimi napanda nakuja na nyumbani na maana gani. Wameniwacha police station huko. Kama na mimi ndio nimetoa, nimeomba nafasi, nimeomba mkubwa wa polisi tuongee maneno kabla kesi ianze. Ama chama na wamenitupa, wameniwacha kwa police station bila hata kuniambia kwaheri Otieno ama asante sana kwa ile mambo umefanya. Na bila mimi hii maneno haingefanyika. Hii mzee nimeongea kutoka jana, kutoka juzi. Tukiongea last week tukiongea maneno itakuwaje? Nilikuwa naogopa sana mambo isifanyike benye ilifanyika. Sikuwa nataka mambo ifanyike tena, mtu ugomvi kwe.
kwa jamii ya Nyamlenge. Mimi ni moja yao. Mimi ni Murama, Mnyavisi, kwetu ni Runundu. Huko ndio kwetu. Murama akikufa mimi natoka mchango yangu. Sikosei kutoa mchango yangu, natoka mchango yangu. Hawa ndio kabila yangu. Hiyo ndio mlango mimi niko ndani. So Warama watajue mimi ni mtu wao. Kama kuna siku nikipata shida wasiniwache. Warama yetu msiniwache, mimi ni mtu yenu. Na mimi napenda amani. Tunataka amani na heshima among the community. Kati ya wale wanakaa kijiji yetu hapa. Tukae na amani. Tupendane tu kama masista na mabrothers. Because hii maneno ujui, kesho ujui itakuwa aje. Leo tumemaliza, ya kesho wewe sijua. Naomba tu tukae na amani. Kama umetoka, mimi natoka Kisumu. Kisumu ndio kwetu, tumekuja Nairobi. Nikuja kutoa vita huko, ametoa maneno huko, kweli itakuwa mzuri. Hata Mkonga ametoka Kongo, juu ya shida. Tena ulete shida tena huko Kenya, sitakuwa kitu mbaya jamani, ama itakuwaje? Tunaomba kama kuna maneno mbaya, nimerudia maneno mara mingi sana. Kama kuna shida, kama kuna kesi, sema na amekuja amekuongeleza, hii kesi tumalize mzuri, isiende mbele, tafadhali msikize. Because hizi kesi kotini ni pesa. Kwa polisi ni pesa. Nimekwambia hii mzani nimeongana kutoka juzi na leo jana nimelala saa 6. Tukiongea na hii msana na simu na mkono na mambo mimi sitaki maneno mingi. Nimepiga mpaka watu yao. Wasegege yao tumeongea sana. Na mama yake pia tumeongea sana. Sikuwa na hata Rine tumeongea nao. Na grupe tumeongea sana hata yeye. Sikuwa nataka maneno. Na Mungu amesaidia sana. Nimefurahi sana mimi. Kitu imenikasiza ni moja tu. Ama chairman wanatuma mimi kwa polisi sasa wakati maneno imeisha. Wananiacha huko ndani hata bila kuniambia. Mwingine anamwambia chairman mwenzake, kwa nini mkuja na Mkenya hapa? Na mimi nimekuja kusaidia. Nimekuja ni kama ndugu yangu, kama sister yangu. Nimekuja kuleta amani. Watu chuki ishe. Chuki ni mbaya. Chuki hakuna pale inapeleka watu. Vita ni mbaya. Fanyeni kazi yenu polepole. Fanya kibarua zenu polepole. Siku yako ifika kuenda nyumbani ama wapi, tutaenda tu. Hata mimi napenda amani kabisa. Sitaki kitu mtu mwingine ipate shida. Siku nataka hawa watu wetu wapate shida kabisa. Na ndio naona tumekaa kutoka asubuhi hakuna kitu nimefanya. Ni kesi moja tu tukifanya. Kutoka jana juzi. Na furaha, unajua furaha ni kichwa ngumu. Si mnajua hivyo? Si nyinyi pia mnamjua? Kubembeleza yeye, kuongeleza yeye kutoka juzi, kutoka last week yote tukiongea na mpaka mama yake mpaka wasegege wao tukiongea maneno. Na Mungu leo ingia roho ya furaha. Ni kama mara nilipiga kelele. Mama yako ni anti yangu. Sitaki kusikia maneno mengine atumuta ameshika ampeleka jela. Hiyo nilimwambia furaha. Sitaki kuona kitu kama hiyo. Ati mwenzetu amepelekwa jela tena. Isemekana furaha amepeleka mtu jela. Sijui nini, sikuwa nataka. Moja hiyo tu imeniuma mimi. Machairman kweli nyinyi ni machairman mwenzangu. Lakini pale ikifika mnafaa mnaangalia mtu kama mimi. Nimeacha shughuli yangu, nimeenda kutatua kesi ya hawa sana. Ya ine na kina Furaha. Tumeongea hata askari amenishukuru sana kama chairman kama mimi naweza tukua nafasi yangu kwenda kwa polisi huko. Tumekaa wakati walikuwa wanaenda kuweka kwa cell, mimi ndio nimekataza, nimesema hapana, wacha tuongee kwanza. Mimi walinyamaza, machairman yenu watu walinyamaza yote. Hakuna chairman walinyamaza wakati wameingia kwa session wakanyang'anya simu yote walikuwa wanapeka kwa cell. Mimi ndio askari, mimi nimejiuliza huko wananijua. Kama mimi ni chairman wa Nyamavila ya nyumba 10. Akasema sawa chairman kuja. Na nikaomba time. Walikuwa makataza time, lakini vile nimeongea wamesema sawa. Muende muongee. Wakati tunaongea siku furahi, wacha niseme ndo roho yangu ishe. Machairman walichange lugha. Wanaongea lugha nyumbani sasa.
Na mimi ndio nilikuwa mwenye kesi. Hata Kiswahili haongei sasa. Hiyo kitu imeniuma, lakini ni sawa. Nimesema pole, lakini mfanya makosa. Mtu kama mtu mwingine kama yuko katikati yenu, mnatreat kama mimi kama ni ndugu yenu. Mara nyingine msifanye kitu kama hiyo. Mtu kama kuna kesi mnaongea lugha Kiswahili tu, mnamalizana mzuri na mtu anaenda shughuli yake. Kesi imeisha na furaha, amewacha kesi imeisha hivyo tu. Na nimefurahi, bado nimerudia, nimefurahi mara kama 10. Sikuwa nataka furaha apate shida, sikuwa nataka yeye wasichana wa kina apate shida. Wote ni watu yangu. Mimi kama kayo najua mimi naomba na nyinyi. Mimi nikisikia kisa Nyamulenge, hata Nyamulenge amedhulumiwa na mimi ni wa kwanza. Samani mnajua hapa Nyamavila, Wanyamulenge walikuwa nyang'anya simu ovyo ovyo. Wezi wakanyang'anya Wanyamulenge simu tu, hata simu wananyang'anya simu. Mimi ndio nilisimamisha hiyo maneno yote hapa. Ni mimi ndio nilisimamisha hiyo maneno ya Nyamulenge kunyang'anya simu. Nyamulenge kudhulumiwa, hii Nyamavila yetu iliisha. Nyamulenge kunyang'anywa deposit ya pesa ya rent ya nyumba. Mimi Otieno ndio nilimaliza hiyo maneno yote. Sasa hivi tunakaa kama Wakenya, kama Wakongo wanakaa kama Wakenya, wanakaa mzuri. Hakuna case, hakuna maneno mbaya. Lakini next time tujifundishe. Nitarudia hiyo. Tujifundishe kuongea. Ndio mambo mbaya ikitokea mbele mseme mtu anafanya maneno, Jifundishe kuongea maneno ishe kabla ifike pale mbaya. Uwe mnaongea. Hata askari mwenyewe amesema hawajui jamii, au anajua sheria. Au mtu akifanya makosa anapeleka ndani. Hakuna kitu kingine. Hiyo ndio kitu wanajua. So jifundishe maneno ya kulaumana baadaye. Kesi kifanyika, ita watu atapaka watu wa nje. Hata kama ni mtu Muganda au Mkenya Mkongo muongee. Shida iko wapi? Hii shida iko pandi. Naona hii kesi leo ingekuwa ngumu. Kama tungeongea, mimi nimesema akili ilitoka kwangu. Na nikasema tukae chini kwa mpela tuingie kwa polisi sasa tuongee. Na askari alikataa akasema kujeni hapa nyinyi yote. Tukaitwa ndani yote. Sawa sana wamezanganywa simu. Nikasema hapana, afisa, wacha tuongee dakika 10 peke yake. Na hiyo dakika 10 ilisema matunda. Ilisema matunda because mambo waje mtu akisha kwa sel ni kotini ni bond milioni 1. Ingekuwa kitu kingine, pesa imekosekana, mambo mengine fanyika, ingekuwa tena maneno mbaya. Na siku nataka ifike hapo. Kwa hivyo mimi nafurahi sana kwa roho yangu ndani, nafurahi nafurahi sana. Nimemaliza kesi vizuri. Na sitaki watu wapendane, watu wakuwe na amani. Kama kuna shida iko, hata ukilipa nyumba yako, mwenye nyumba makana deposit yako, kuja kwangu, mimi ni chairman hapa Nyamavila. Kuja kwangu, hata kama uko Kayole nitakusaidia bado. Kama kuna shida nyumbani, mjaribu kusuluhisha. Bibi na bwana, mjaribu kusuluhisha shida nyumbani kwanza. Mkisha shida kwa nyumba yenu before itoke nje. Msuluhisha shida kwanza. Ni nini mbaya? Hii mafurugano inatoka wapi? Hii shida inatoka upande gani? Msuluhisha. Mkishasuluhisha, ikisindikana, ita watu. Usiseme ati ni Mkongo, ni Burundi. Ita hata kama Mkenya, saidia hapa, kuna shida hapa kidogo, mtusaidie. Kama yeye leo ilikuwa ngumu, my friend. Ilikuwa ngumu. Angesema tu hapana. Angekosa kunisikiza. Hii maneno ilikuwa tofauti. Watu wangekuwa sel saa hii, kesi ingekuwa ni kotini, na maana ilikuwa ni mambo ya kutafuta mabond, siji nini, ingekuwa ngumu, lakini nimeshukuru. Nimeshukuru kabisa. Asanteni. Mkae na amani. Tukae pamoja. Tukae kama ndugu na masisters. Asanteni sana. Niliambiwa na askari mkubwa wa Kayole, DCI. Amemba mambo ya furaha sasa na watoto wake wote iko chini yangu. Kama kuna kitu mbaya, kuna maisha yake iko mbaya, mimi ndio nimewachia hiyo maneno. Kama kuna mtu anatisa ama kuna mtu anaongeleza anataka kumpiga, anataka kufanya nini, tafadhali
Hiyo kitu ni kali, nimeambiwa na askari. Kama kuna shida ni peana report huko kwa police station. But I hope hakuna mtu atafanya ataleta tumeongea maneno mingi ya amani, amani, amani. Peace, peace, peace ndio tunataka tukae na amani. Tukae kama mandugu na sisters.